Hi, how are you? Hamjamboni watazamaji wangu popote pale mlipo, karibuni katika channel yangu. Naomba ukiwa mpya usubscribe, like, comment, ushare kwa wenzako. Leo napika biriani ya kuku. Hapo kwenye sufuria mafuta nimefry vitunguu kama 5 hivi. Nimeiacha ikakuwa golden brown. Sasa hivi naitoa kwenye sufuria. Hapo na nikapaka rangi ya yellow, food color ya yellow. Viazi ni kama ngapi hivi, kama 5 pia. Sipiki sana, napika tu kwa muda dakika kidogo tu hivi. Baadaye pia nitakuja kupika na naitoa kwenye moto, kwenye jiko langu. Kwenye sufuria nimeweka mafuta, vijiko kama 4-5 hivi. Nikakatakata kitunguu vidogo vidogo. Naanza kuikaranga vizuri, natumia jiko moto wa katikati. Hapa niko na nyama ya kuku, chicken breast na drumstick. Naifry kwa muda dakika 2-3 hivi. Kisha hapa niko na spices yangu, niko na cinnamon stick, nikaweka chicken masala, nikaweka jumbo, nikaweka black pepper kidogo na chumvi. Naifry pia kwa dakika muda 3 hivi. Kisha baada hapo, hapa nilisiaga ginger and garlic paste, kitunguu saumu na tangawizi mbichi, kijiko kimoja. Naikaranga vizuri. Kisha baada kukaranga, nimekatakata nyanya 3 kubwa kubwa. Mnavyoiona, nikaongezea kwenye hiyo chicken. So naikaranga vizuri tena. Hii biriani ni tamu ajabu. Naomba ujaribu na ukifuata hii procedure ninavyopika mimi, utapika chakula kitamu sana na watu wataipenda, familia wote watapenda. Hapo nikaongeza tena dania ambayo nilisiaga kijiko kimoja. Kisha baada hapo, hapa niko na tomato paste kijiko 2. Nikaongezea, nitaichanganya vizuri tena. Nitaipika tomato na hizo chicken kwa muda dakika kama 2 hivi tena. Kisha baada hapo nikafunika, nikarudia sufuria yangu. Nikaongeza yogurt kikombe kimoja, mnavyoiona. Kama huna yogurt waweza ongeza cooking cream ama coconut milk, chochote unavyopenda wewe. Sio lazima uongeze hiyo yogurt. Hapa nawekea na coriander leaves, dania. So nitaifunika hivi. Kwenye sufuria lingine maji yamechemka. Nikaongeza bay leaf, cloves, cardamom. Nikaongezea na slice 2 ya ndimu na bay leaf. Mchele naye naitumia basmati, nilisoko kwa maji kwa muda dakika 2 hivi. Kaongeza, inategemea na familia yako. Nimetumia vikombe 2 na chumvi kidogo. Mafuta pia nikaongezea vijiko 2 hapo. Naifunika. Mchele sitaki uive sana, nataka uive kidogo tu, 90% cooked. Ile ingine 10 iliyobaki nitaivisha baadaye. Usiivishe mchele wako sana, waona haijaiva vizuri. Nimechukua hiyo strainer, nikaistrain hiyo mchele. Nimeirudia ile nyama, imeiva vizuri. So nitatoa nusu, nitaweka pembeni. Tabakisha kidogo tu pale kwenye sufuria. Naona kiasi nimebakisha hiyo. Sasa nachukua ile mchele wangu na itandaza hapo. Unavyoiona. Kumbuka mchele hujaiva vizuri sana. Nikaongeza na coriander leaves. Chochote unacho wewe unaweza ongeza
And fried chicken, unaweza ongeza fried onions, unaweza ongeza bay leaf, unaweza anything unaweza tumia. Nikaongeza hapo na fried onions yangu na ile fried potatoes yangu. Kisha nikachukua step ya pili, mchele, nikaimwagilia kwa juu tena. Nataka iwe na layers at least kama 2-3 hivi. Hakikisha umefunika hiyo nyama na hizo mboga sionekane. Hapa nikakoroga zafaran. Kama huna zafaran unaongeza yellow food color. Nikaongeza na coriander, nikaongeza na ndimu 2 hapo sliced, na ile fried onion na fried potatoes. Mnavyoiona biriani yetu imetaradadi. Nakwambia ni tamu ajabu. Jaribu kupikia familia yako na hauchukui muda mwingi, ni madakika tu kwa kupika. Nitafunika na hiyo cling film. Wow, unaona inavyotokezea aroma, harufu, na kuambia nyumba mzima inanukia harufu nzuri. Sasa naichanganya kidogo, naipakua, naiserve na tunaenjoy. Hata pia wafurahishe familia yako. Usisahau kulike na kushare na kucomment na kusubscribe. Naomba mnifikishe hata kama ni 1000 subscribers. Nitakuwa nawashukuru sana watazamaji wangu. Angalia video mpaka mwisho ili upate kufaidika. Hapo pembeni nimeweka pilipili, nikaweka na cucumber na nikaweka na ndimu hapo. Anything unaweza kula nayo, unaweza jiwekea ndizi hapo pembeni, juice yako. So nimewafaidisha, naomba msisahau kusubscribe tafadhali sana. Ni mimi wenu Farish Cooking. Nawatakia kila la kheri popote pale mlipo. Inshallah hadi wakati mwingine panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Thanks for watching and have a nice day. Bye.